Anasema kwamba Mungu umetulinda mpaka wokovu ni mzima maishani. Sisi ndio washindi. Haleluya. Haleluya. Na nena kwa neno ambayo mfalme amenipaka hapa. Inaitwa kutumikia Mungu. Tuko katika maungano mwisho wa mwezi. Tuko kwa nafasi ambayo Mungu ametulinda mwaka mzima. Twala, twakunywa, twatembea na tena tunapumua. Hilo ni neno kutumikia Mungu inapaswa kuelezwa. Ikifika wakati wa kutumikia Mungu, nasikia kwamba nina furaha manake Yesu ameshinda. Anayekubali Yesu ameshinda sema nilikataza shetani mimi sitahuzunika. Nilisema moyoni mwangu nampenda Yesu. Anayependa Yesu na moyo wake asema nampenda Yesu na moyo wangu wote. Wakimfuata na mali pasipo kueleza na janani. Na maadui wanajua nampenda Yesu na moyo wangu. Wanamjua Mungu wangu wanakwezwa juu. Rudia tena amini. Hilo ni jambo nimekubali. Kwa hii nafasi tusome Warumi 9. Aya ndogo 4. Na tunamtukuza Mungu. Nafurahia Mungu. Ukipata soma. Haleluya. Warumi 9:4. Wachonia. Chiko matinda ngwen wachonia. Gin jo Israel. Joma Nyasaye notimo yawuote. Nomiyo giduong'ne maler kod mumbe, kod chik, kod tich lame, kod singruok. Warumi 9 mlango wa 4 inasema ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Amen. Amen. Agoyo na Nyasaye maduong' erokamano. Namrudishia Mungu mkuu shukrani. Awinja tuwa ma Nyasaye opuonje kanisa. Nimesikia tu ambayo Mungu amefunza nayo kanisa. Nyasaye mondo gwedh jatich Nyasaye. Na tena Mungu abariki mjakazi wa Mungu. Erokamano na Nyasaye kumwiro wach. Na ni asante kwa Mungu kwa kupaka neno lake. Anapenda hii awacho ni ruoth kibiro. Nami nimekubali nikasema mfalme ukija. Mwaka na nyakakal steba maiga mokalo. Na hii mwaka lazima nipite hatua mwaka uliopita. Achiwo ni gichunya kamoro. Nikikutolea na moyo wangu na furaha. Wach momoro chunya. Na neno lililonifurahisha. Wach ma ruoth seka ahinya. Neno mfalme anasema sana. Ni ng'ato kik ti ka chunye ogwangore. Na mtu asifanye kazi kama moyo wake hauko. Tiwe nafasi ya tolemu. Ndio maana mwaka tunaandika tunaacha nafasi kuomba. Na mtu atumikie mwisho wa mwaka na moyo safi. Nimesema shukrani neno la Mungu litukuzwe. Kwa hii nafasi niko hapa kwa ajili ya meza ya Mungu. Na tumeelekea meza ya dhabihu mali tunachoma dhabihu. Umati wa Israeli wamejikusanya tena wameketi. Na Mungu wa Israeli amelekeza macho kwa nao amini. Hakuna yule kichwa yake imeinama atadumu ameinama. Manake kuna maneno matatu Mungu wa Israeli amepewa umati wake. Neno kuu inafanya mtu anatumikia Mungu zaidi. Kwamba aminie Mungu amempea utukufu kamili. Hata kama unavaa vazi moja kama unaosha. Unaona hilo darasa lako halijapanda. Uliko umepewa utukufu takatifu. Amen. Amen. Na tena hapo hautembei kama unadidimia. Na tena haushushi kichwa. Hapo pesa haijaingia kwenye akaunti. Na Mungu amekutukuza. Utukufu kamilifu. Aliyenaye kichwa chake hakishuki. Na hata kama marafiki wameweka hukumu wakasema ni kujue naenda na vitu vyangu anayepata utukufu wa Mungu ambaye Mungu amempea utukufu na hatingiziki eti ni kugumu vipi yule
ulimwengu ni ngumu kwake. Anaongezwa pumzi hospitalini. Peperusha Yesu Nazareti. Huyo anapaswa kusema ni kugumu. Ambaye silinda inampa pumzi. Na amewekewa mpira. Anakula na mpira. Na kama wewe na mimi tumepewa utukufu wa Mungu. Tutamtumikia Mungu. Ametupatia utukufu utakatifu. Na baada ya kutupa utukufu, ametupa agano lake. Mungu wa ahadi. Anasema mkinitumikia nitawabariki. Saa hizi yuko hapa. Anazungumza. Anabiaki kwa mara. Anauliza kina nani? Wabariki kwa sasa kwa meza ya Bwana. Agano ya Mungu. Ametupa agano lake. Amekanyaga chini na wana wa Israeli. Tuna nguvu, tuna uwezo. Na mtu anapaswa kuhisi. Sikia sauti yako imejaa na fedha. Wanasiasa wanasema. Nilikata ukiwa wapi hawapi. Unapokanyaga umebarikiwa. Umebeba utukufu wa Mungu takatifu. Na agano ya Mungu inatembea nawe. Unapaswa kuwa mjasiri mwenye nguvu. Unasema nimepatikana pale ya Mungu. Utukufu wa Mungu iko ndani yako. Na agano iko ndani yako. Nitakupa Yesu.
Manake kazi imenijaza moyoni mwangu. Nataka nitumike. Ndio maana andiko inasema Joshua alisema mimi pamoja na nyumba yangu Lilian mama mtu pamoja na nyumba yake nitamtumikia Mungu. Mama blessing mimi na nyumba yangu. Hallelujah. Yule sheria Mungu ikononi mwake. Hata kama nyumbani watu wamedidimia kama maji ya ziwa. Watu umeteseka Nairobi huku jijini. Unaweza kuwa jasiri kwenye injili. Unasema nitatumika kama ninaharibu. Nililinganisha na neno fulani. Neno lingine nililinganisha nayo. Mchungaji alikuwa amepanda muhogo. Na anashinda kupalilia. Anapalilia tu. Namuuliza muhogo unaipalilia mwaka gani? Kwani haijaiva? Huyo ni mtu wa kupanda muhogo. Na tena tuna watu wa kulima mahindi kwa sasa. Kuna mahindi nilipata kwetu watu wamelima. Unaipalilia mara moja tena imetoa kichwa. Nilikuwa nauliza je hiki ni gani? Na siku moja mchungaji akaniambia naenda kutoa muhogo. Akapiga simu kwamba sasa litoe. Nikaenda nikalichimba. Nikachimba hiyo mihogo. Mwalimu anafunza na kitu mkononi. Falme ananigunulia neno katika hiyo muhogo. Nilitafuta miguu yake ni kama mali huyo kijana wangu alipo. Ikakuja ikafika hapa. Nilitafuta miguu nikatoa jasho. Nikingangana nikaitoa. Nikapata inanitosha. Na tena nikasema kumbe aliacha na amani akipalilia kwa muda. Kumbe mihogo itamea hivi. Ni kama anayetumikia Mungu. Kuna wale wa kubarikiwa kwa pesa. Na kuna yule anakaa kama mihogo. Utapata kuwa na kushoto kulia. Kama imetokea mtimani. Kuna uzima. Hakuna mwana kijana kufa. Hakuna yule anayesimama na wale wanaochoka kutumikia Mungu. Hawajui kuna yale nachukua mwaka kama mihogo. Nilitoa kama nayanika watu wanaisifu wakifurahia. Na ndio neno Philip ameshuhudia. Mamake alitumika na baba. Hakujali. Ni kwamba gani litamuinua. Wakati ilitua. Mtoto mpumbavu shetani anapotosha. Yule mjinga sina ikiwa. Yule Yesu akamwambia. Akasema mtazame mimi. Wewe unataka Mungu ashikilie. Unataka mahali pa uzeni afanyie. Hatuna uwezo Mungu wetu yupo. Tutatumikia injili tutamzindikisha kabisa. Hiyo noti haitazungumza nao. Noti haitanena nao. Namwambia tulie na msikie Mungu. Injili inapaswa kuzindikishwa. Mahali injili itatua. Wewe ni mfalme na kutafuta mwanzo kubariki. Watu wa hema ingesema amin. Injili inapaswa kuzindikishwa. Nikifika mahali ya kuzindikisha injili. Sisi ni wenye mali. Hata kama haijabadilishwa. Nimesimama pa kukusanyisha. Nitatumika tu. Na andiko inasema kama utukufu wa Mungu iko ndani yako, nawe umeenda ukamwomba, lazima atakupa. Ati mtu anauliza nitatoa vipi? Na nyumba bado sijalipa. Nimesikia neno kwa mjakazi wa Mungu. Nimekumbuka siku moja nikipeleka mtoto shule. Nilikuwa naogopa hiyo shule. Manake watu wa kupiga moyo wamenieleza. Hiyo shule hautapata wenye mali na wakubwa wanaipata. Naenda kama miguu yangu
chukua bahasha. Sasa beba matoleo. Manake tunataka kuomba Mungu wa kuwapa, Mungu wa agano, Mungu wa ahadi. Mungu akisema anabadilika, akisema hata chelewa. Ndio Mungu tunataka. Nasema hivi, unaona watu wanaeka mali. Anaambia Yoshua kuwa mjasiri, usiende kushoto au kulia. Kwa nini wananena hivi? Mjasiri ni mtu anatumikia Mungu, na mfalme anatunza moyo wake, na kuna amani tele, anakuwa na anamtukuza Mungu. Anasema mali umenikabidhi, kama watu wanaenda kulingana, nitakutukuza usai. Nikifika mahali bahari natulia, nitakuita Mungu wa ahadi. Bahari itachatia, nitapita. Tukajuna basha yako na matoleo zako zote. Ili ukajua unataka kuomba Mungu, Mungu wa ahadi akubariki. Wala miworo maler. Tukuomba Baba takatifu. Nyashaye majaliera. Wewe ni Mungu mwaminifu. Yogidu watiyo ni nyashacha. Watu wako wanataka kutumikia Mungu wako. Wewe gitingi malo. Wabariki wainue juu. Neema yako ilinde kanisa. Nitibi kambi kwa kanisa. Ufanye kambi na kanisa. Upate utukufu Roho Mtakatifu. Jina lako litukuzwe. Amen. Amen.